ndogaruruke nikiririkanaga wakeriganĩra Yubana newa tekire wega wanyonia mahoya netoiga ni wega Ngai ni wega makeria Wathani wewa yori mongeza sona ndogaruruke nikiririkanaga wakeriganĩra Wathani newatekire wega wanyonia mahoya na newatekire wega wanyonia mahoya na newatekire wega wanyonia mahoya newega Ngai niwega makeria adieu Lele bosaya nikiririkanaga keriganĩra newega wanyonia mahoya newega Baba niwega makeria ukwira wewa yuriro nitha ndogaruruke Wathani kĩondirikanaga makeriganĩra na nĩwatekire wega wanyonia mahoya nĩwatekire wega wanyonia mahoya were na nĩwatekire wega wanyonia mahoya were rĩngĩ na nĩwatekire wega wanyonia mahoya were na nĩwatekire wega wanyonia mahoya nĩ wega Ngai nĩ wega makeria Wathani wewa yori maisu na ndogaruruke nikĩririkanaga wakeriganĩra na nĩwatekire wega wanyonia mahoya nĩ wega Ngai nĩ wega makeria wewa yori Yobona gĩtheru Jehova nikĩririkanaga makeriganĩra na nĩwatekire wega wanyonia mahoya 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 na nĩwatekire wega wanyonia mahoya. Thank you, Lord Jesus. Baba, ni asante tunapoendelea na ushirika wa siku ya leo. Ninaomba rehema na huruma zako juu ya maisha yetu. Ninaomba mkono wako uliodari na waajabu kaweze kunyoka na kutenda miujiza na maajabu juu ya maisha yetu. Bwana mbinguni, kubali Bwana wa mbinguni kutusaidia na kutuonekania, kuturehemu na kutuonekania na kutendea katika jina tukufu la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila mmoja inue mkono mbele za Bwana, sema: Bwana Yesu, naja mbele zako leo, samehe dhambi na makosa yangu, kubali dua maombi yangu. Sema: usinite siku ya leo,
Unapowatendea wengine, nami nitendee Baba yangu. Unapowabariki wengine, nami nibariki Baba yangu. Unapowainua wengine, nami niinue Baba yangu. Sema, Bwana Yesu, najua wewe ni mwenye baraka. Umebeba baraka siku ya leo kwa ajili ya maisha ya wanadamu. Bwana wa rehema, naomba jina langu lipatikane leo kwa wale utakao wabariki, utakao watetea na hata kuwapigania. Naomba mmoja wao. Sema, nimemkataa shetani na utawala wake wote na mbinu zake zote na mipango yake yote. Maadui wangu wote na mipango yao wasabaratike na mbinu zao zishindwe kwa jina la Yesu Kristo. Sema, kuanzia dakika hii najipeana mikononi mwako. Let your will be done. Najipeana mikononi mwako. Father, let your will be done. Sema tena, najipeana mikononi mwako. Father, let your will be done. In the name of Jesus. Sema, Bwana Yesu, naomba uwalinde watu wa nyumba yangu na uwahifadhi, watetee na uwapiganie, kwa maana una huo uwezo na una hizo nguvu. Asante Yesu kwa upendo na rehema zako. Sema amina. Tunaweza tukaketi mbele zake Bwana. Thank you Lord Jesus. Nilidiuzia base kidogo. Wadoe base kidogo. Thank you Jesus. Thank you Lord. Leo ninataka kulifundisha neno la Bwana kiasi, na leo kitu ambacho ningetaka tuombe ni nguvu za kuyafanya mapenzi ya Mungu, ama uwezo wa kufanya kama vile Mungu amekuamuru kufanya. Kwa sababu nilikuwa ninaangalia na nikaona ya kwamba wakati mwingi Mungu hutaka sana kutusaidia, lakini sisi wakati mwingine twashindwa na kuyatenda mapenzi ya Bwana, ama kuelekea na ile safari ambayo umeanza mpaka mwisho. Praise the name of the Lord. Na ninaweza nikasema hivi ya kwamba safari ya imani ama safari ya wokovu ni kama vile ambavyo mtu huaga, unajua ya kwamba umeingia katika shule. Naweza nikatumia shule na nikasema ya kwamba ukiingia darasa la kwanza, unajua ya kwamba utaenda ufike standard 8, utoke hapo uende form 1, uende hivi uende university ama college. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ni kasafari ka maisha. Amen. Masomo ni safari ya maisha. Even salvation ni safari. Na katika hii safari ukienda upate ya kwamba mtu alifika standard 8 na yule ambaye alifika form 4, yale mambo huyu anajua na yale huyu anajua ni tofauti. Si ni kweli? Naye yule pia ameingia university na amesoma na mpaka amehitimu, naye pia yale mambo anajua. Amepita huyu tena wa form 4. Kwa hivyo hata katika salvation tuna gazi. Sisi wote ni wana wa Mungu, lakini hatuko na Mungu kiwango kimoja. Kila mtu ako na Mungu kiwango chake. Praise the name of the Lord. Na uko na Mungu kiwango chako kwa sababu ya vile unavyojitoa kwake na kwa sababu ya vile unavyomtafuta. Hiyo ndio inafanya mtu awe na Mungu kiwango chake. Kuna watu ambao wako na Mungu kiwango cha juu sana na wana imani ya juu sana, kwa maana na wao wamemtafuta Mungu mpaka wamempata akiwa Mungu mwenyewe. Na kuna watu wengine ambao Mungu wao, praise the name of the Lord, ako chini sana kwa sababu ya vile ambavyo wanavyomtafuta. Example ambayo ninapeana, wakati mmoja tulikuwa kanisani, na tukiwa kanisani mchungaji akatuambia kwamba tuombe pesa. Kila mtu aombe Mungu ampatie pesa, ambariki na pesa. Na kitu ambacho kilinishangaza, imani yangu ilikuwa ya 1000. Muraigwa wetekio wako, imani yangu ilikuwa Mungu anaweza nipatia 1000, na akinipa 1000 nitaziona nguvu zake.
Lakini dada alikuwa pale mwembamba, dada ambaye anaonekana hana mambo mengi. Tulipoambiwa kila mmoja ataje kile ambacho ameomba mbele za Bwana, ndio naye mtumishi wa Bwana aachilie upako, yule dada alisema ya kwamba nimemuomba Mungu anipatie 100,000. Praise the name of the Lord. Na Sunday nitamtolea 10,000 kama fungu langu la 10. Amen. Mimi kama nimepewa hiyo fungu langu la 10 ni ngapi? Shilingi 100. Lakini dada ameinua imani yake mpaka anasema ya kwamba mimi nataka anipatie 10, anipatie 100,000 kwa sababu maono yangu ninataka kumtolea Mungu nini? Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Na nataka nikwambie ifikapo Sunday tulikuwa na testimony. Mimi wa 1,000 nilikuwa na testimony. Mungu alitenda muujiza nikapata 1,000. Praise the name of the Lord. Tuliposimama pale kutoa maushuhuda, naye huyu tena wa 10, amen, na yeye alikuwa pale tena kutoa ushuhuda wake. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hiyo Mungu wetu ni mwaminifu sana. Naomba Macharia, mtu mmoja akuje asaidie huyu kijana, asishughulike na hizi machini mbili hapa. Macharia ama Steve, mtu mmoja amsaidie hapa. Sio yeye, kuna Macharia mwingine hapa. Daktari, kuja ushike hii nini? Unaweza leta hasara hapa na sio vizuri. Amen. Kuna kasauti, sijui kama utakaondoa. Thank you Jesus. Praise the name of the Lord. Tunapoendelea, ninasema hivi. Hatuko na Mungu kiwango kimoja. Bwana asifiwe. Amen. Hebu karibia mtu, kaa na mtu muongee na yeye. Muulize Mungu wako anatoshana namna gani. We, sukae na yule dada. Amen. Kaa na mtu. Make sure ya kwamba umekaribia mtu na mnaongea na yeye. Amen. Nenda kwa Steve. Si ni vizuri umsalimie na umuulize by the way umetoka wapi? Na umuulize unaweza nunua lunch leo? Tukijuana zaidi. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo nimesema hatuko na Mungu kiwango kimoja. Lakini Mungu wetu, Mungu ni mmoja. Lakini mtu yuamkamata ama yuamshika Mungu kulingana na vile unavyomtafuta, kulingana na vile unavyojitoa. Bwana apewe sifa. Wakati yule dada alishuhudia na akasema ya kwamba yeye aliomba 100,000 na ako na 10,000 za fungu la 10, nilihaibika sana. Nikaona ya kwamba my God, sunipe imani kama ya huyu dada. Amen. Na nikatamani imani kama ya yule dada. Nilipotamani imani ya yule dada, nilifanya nini? Nilijitoa zaidi ya vile nilikuwa ninajitoa. Nikaenda katika mikesha, nikajitoa kuanza kufunga na kuomba, na nikaamini Mungu. Bwana apewe sifa. Na wakati moja nikaenda kujaribu Mungu na nikamwamini Mungu, sasa utanipatia pesa, utanipatia mangondo. Praise the name of the Lord. Nilipoomba, nilichukua fasting ya 3 days. Praise the name of the Lord. After fasting, kuna mtu alikuja kwangu akanipatia 136,000. Si nimepita yule dada? Bwana asipewe sifa. Salimia mwenzako, mwambie hata inua imani. Praise the name of the Lord. Unajua Biblia inasema ya kwamba siku za mwisho tutaishi kwa imani. Sio kwa sababu ya bidii ya mikono yetu, sio kwa sababu ya bidii ya vile tunafanya biashara, ni kwa imani tutaweza kuishi. Unaamini tu Mungu anatenda kiundo, anafanya something na unatokea maishani. Praise the name of the Lord. Hebu ambia mwenzako believe, mwambie amini makubwa yatendeke. Bwana asifiwe. Na ninaona kama hamuongei. Si umsalimie, mwambie amini tu makubwa yatendeke. Bwana apewe sifa. Sasa unapomwamini Mungu,
utaweza kuyafanya yale ambayo Mungu anakuambia uyafanye bila kuangalia nyuma. Maana wakati mwingine Mungu atakwambia ulifanye jambo, alafu Mungu akishakwambia anaondoka, yeye anaenda zake. Bwana apewe sifa. Wakati ambao katika kitabu cha Joshua 6, ukiweza kutuwekea tutashukuru. Joshua 6, nataka nikuonyeshe kazi ya Mungu, na tunafaa tuwe na uwezo wa kuifanya. Bwana apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba basi malango ya Yeriko yalifungwa kwa udhabiti kwa ajili ya Waisraeli. Hakuna mtu yeyote aliyetoka au kuingia. Kisha Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeitia Yeriko mikononi mwako pamoja na mfalme wake na watu wake wa vita. Tuendelee. Zunguka mji mara moja pamoja na watu wote wenye silaha, fanya hivi kwa siku 6. Uwe na makuhani saba wakibeba mabaragumu ya pembe za kondoo dume mbele ya saduku. Siku ya 7 mzunguke mji mara 7, nao makuhani wakipiga baragumu zao. Praise the name of the Lord. Wakati ambao walifika Yeriko wana wa Israeli, Mungu alimwambia Yoshua, maana huu mji ulikuwa umezingirwa, ulikuwa umewekwa kiukuta kikubwa sana. Tunasema kwamba ulikuwa umefungwa kwa udhabiti. Kwa hivyo walikuwa wameweka ukuta wakijua ya kwamba hakuna mtu ambaye atakayepasua. Praise the name of the Lord. Wale watu ambao labda wanajua Lunda Estate, ni mji wa watu wakubwa, ni mji wa wadosi. Praise the name of the Lord. Mji huo umewekwa ukuta, haswa upande huu wa kupakana na Githogoro. Umewekwa ukuta ambao ni mrefu sana. Alafu imagine, baada ya kumaliza ukuta wa mawe, wameweka wengine wa mabati. Amen. Ukuta ambao ni mrefu kuliko hili kanisa letu. Yaani ni mrefu sana. Kwa hivyo wanajua ya kwamba hakuna mtu anayeweza kuruka huo ukuta. Sasa nayo Yeriko ilikuwa imefungwa hivyo, na ikafungwa ili watu wasiingie. Lakini Mungu alikuja akamwambia Yoshua, unaona vile wamefunga? Unaona hii kazi yote wamefanya? Kwangu ni bure. Praise the name of the Lord. Mji nishakupatia. Hallelujah. Na hata mfalme ambaye amefanyisha hii kazi yote na ako ndani ya mji, hata yeye nimekupatia. Watu wake wote wa vita nimewaweka chini yako. Lakini Mungu akamwambia Joshua, kuna kitu nataka ufanye. Nataka msunguke huu ukuta pamoja na watu wako, na mtakuwa mnauzunguka mara moja kila siku. Praise the name of the Lord. Lakini wakaambiwa kwamba kuna siku hii ambao nataka msunguke huo ukuta mara 7. Na praise the name of the Lord. Hallelujah. Kwa hivyo naweza nikasema ya kwamba kama mwanadamu unaweza fikiria, kwa sababu Mungu alisema ya kwamba wakishazunguka ukuta utabomoka. Amen. Mwadhani ya gosho. Watu wengi wangefikiria ya kwamba unapozunguka ukuta mara ya kwanza hivyo umeuzunguka ukamaliza. Bwana asifiwe. Amen. Sisi kama wanadamu tungetaka vile tunazunguka ukuta siku ya kwanza ukae. Amen. Ndio tuone kuna kitu kinafanyika. Siku ya pili uende hivyo. Siku ya 3 uende ukienda. Praise the name of the Lord. Lakini Bible inasema vile walikuwa nasunguka ukuta hakuna kitu kilionekana kwake. Hakuna siku ukuta ulionekana ya kwamba eti ni kama unatingika kidogo waseme ya kwamba power sasa imeanza kuingia kwenye ukuta inafanya kazi. There is time katika maisha ya mwanadamu unaweza ukatii Mungu na unafanya mapenzi yake kabisa,
lakini hakuna kitu kinaonekana. Bwana ni arogoso. Hakuna kitu kinaonekana. Mungu amekwambia nitafanya, lakini ukiangalia dalili zote za Mungu kufanya, hakuna mahali unaziona. Praise the name of the Lord. Hakuna. Ukiangalia dalili za Mungu anakuja, hakuna. Hata kusikia kwetu tunasemanga ya kwamba mukufio, ona mukufio wa Ngai nduraigua. Wathani harogoso. Kumenyamaza kumenyamaza kabisa. Lakini si kusema ya kwamba Mungu hakuji. Kile ambacho Mungu anataka ni wewe usiregee kufanya vile alivyokuambia. Tuko pamoja? Kwa hivyo Joshua na wana wa Israeli, hata kama Mungu hafanyi siku ya kwanza, wakasunguka wakamaliza. Siku ya pili, hata ya sita, hakuna dalili ya kwamba ukuta unaweza ukabomoka. Na unajua, the big problem ambayo tunakuaga nayo sisi wanadamu, Mungu alinena na Joshua, hakunena na Israeli wote. Madhani ya Joshua. Unajua hata wakati ambao Mungu alinena na Ibrahimu, kama Mungu angenena na Ibrahimu na Sara, ingekuwa trist. Lakini Mungu aliongea na Ibrahimu peke yake. Na akamwambia Ibrahimu, nitakubariki na mtoto. Itakuwa hivi na hivi. Mungu akamwambia hayo mambo yote. Ibrahimu akaanza kusema hapo, kama mke wangu ni mzee. Ibrahimu, we ni goje. Na akamwambia, ukiangalia 17 ya kitabu cha Genesis, anamwambia kwamba enda mbele yangu kwa ukamilifu na utaniona. Yale niliyoyanena nitayatimiza. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wakati mwingine watu wana give up na mioyo yao inainama, kwa maana sauti tulioisikia kama watumishi wa Bwana wao hawakusikia. Afadhali Mungu angenena na wote, awaambie kwamba nitafanya, ama awaambie kwamba wasunguke ukuta. Lakini sasa Mungu aliita Joshua akamwambia awaambie wasunguke ukuta. Kwa hivyo ninaamini kuna watu ambao walikuwa naona ya kwamba Joshua ni wira wao anaturutilia. Kuna wakati walikuwa naangalia hivyo, wanasema ya kwamba tuthirukite muthenya wa mbere wa keri wa gatatu gutiri undu urekika. Kwa hivyo praise the name of the Lord. Gutingiaga andu mari na nganja gatagati-ini ga guthiuruka ruthingo. Tumukumie Yesu Kristo. Hakuwezi kukakosa watu ambao walikuwa na shaka wakisunguka huo ukuta. Na ndio maana unaona ya kwamba wakati Mungu alimtokea mke wa Manoa, akamwambia kwamba mke wa Manoa utapata mimba, utapata mtoto. Akaenda akaambia Manoa, nimetokewa na mtu kwenye shamba na akaniambia kwamba Mungu anasema atatubariki na mtoto. Alimwambia siwezi amini. Praise the name of the Lord. Hello? Manoa alisema kama nitakubaliana na hayo maneno, huyo mtu anitokee mimi mwenyewe, hata mimi aniambie. Ndio kile ulisikia, hata mimi nisikie. Akaenda kwa hilo shamba. Bible inasema alipokuwa kwenye hilo shamba, yule malaika wa Bwana akaja. Kamwambia Manoa, ni mimi niliyetokea mke wako. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hebu inua mkono mmoja, sema Baba ninenee tu. Sema tena, Baba ninenee tu. Mwambie hata kama utanitumia manabii, hata kama utanenea watumishi wako, mwambie hata mimi ninenee tu. Sema tena, hata mimi ninenee tu. Praise the name of the Lord. Wakati Mungu ananena na maisha yako, wakati Mungu ananena na moyo wako, my friend, unapata nguvu na unapata uwezo wa kujua ya kwamba kweli kabisa Mungu ako upande wangu. Wakati moja niliangalia vile nimekaa kanisani tangu niokoke na nikaona kama hakuna faida. Amen. Usalimia mwenzako, muulize ushaifanya mahesabu ya salvation. Amen. Kuna wakati mtu anafanyaga mahesabu na unaona kama unajipoteza. Unaona kama ulijihegesha mahali. Usalimia mwenzako tena muulize ushaona kama umejihengesha. Amen. Yaani unaangalia unaona ya kwamba kama singelikuwa nimeokoka, kama singelikuwa mcha Mungu, hii maisha singeka. Unaona kana kwamba kuna kaje ungepita hivyo
uchomoke na kiwaru. Bwana asifiwe. Huyu we hiyo guo umire na kiundu. Mwathani arogocwo. Na mimi nikaangalia nikaona kwa hii salvation ni kama hata Mungu hanijui. Na nikaambia Mungu, maana mimi kanisa lile nilikuwa nashiriki nikiwa kijana, bishop wetu alikuwa anatumika sana na word of knowledge. Word of knowledge. Kwa hivyo aliita watu na majina zao. Kuna mtu nasikia Mungu akiniambia ako hapa anaitwa fulani, ako na shida fulani, na hakika yule mtu anatokea, anaombewa, shida yake inaisha. Kuna mtu hapa, mimi kwa miaka kama 4 sikuwa nimeitwa. Nilikuwa naona tu watu wakiitwa. Siku hiyo nikamwambia Mungu, hata ndio maana mimi sijawahi itwa, maana mimi nilijileta kwa salvation. Kamwambia Mungu, naona ya kwamba wewe haukuniita, ni mimi nilijileta. Na nikamwambia, na kutoka sasa hatuko pamoja. Ilikuwa Sunday asubuhi. Nikafikiria nikasema sitaenda church, na nimeamua kubackslide. Na nikaamua. Praise the name of the Lord. Lakini saa 5 nikiwa nimekaa pale na ninaangalia zile kazi zote nimefanyia Mungu, vile nimekuwa mwaminifu kutoa fungu la 10, vile nimekuwa nikitembea na Mungu, lakini sijamuona kwa mambo yale ninamhitaji mimi. Halafu wakati nimesongwa na majaribu, nimesongwa na mambo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na kuna wakati ambao unasongagwa na mambo, na hata ukimuuliza Mungu swali haongei, ukimuita haitiki. Amen. There is time Job anasema ya kwamba alikuwa anamtafuta Mungu area zote, hamuoni. Anamwambia Mungu, ninakutafuta kila mahali, sikuoni. Bwana apewe sifa. Nami wakati wangu ulikuwa kama huo, my friend. Amen. Nikaamua kubackslide. Na sio mara moja. Kwetu mimi ni Kinangop, nishaweka mizigo yangu kwa turaga yote, na nikasema Nairobi sitairudi tena. Nimeenda kubackslidea kwetu. Bwana asifiwe. Lakini siku hiyo saa 5 nikasikia Mungu ananiambia nifungue Biblia kwenye kitabu cha Jeremiah 31 verse number 16. Unaweza tuwekea Jeremiah 31 verse number 16. Nilikuwa ninaona hii kazi ninafanyia Mungu ni ya bure, na nilikuwa ninaona Mungu hanijui. Amen. Praise the name of the Lord. Haya, nilisoma mahali hapa panasema ya kwamba hili ndilo asemalo Bwana, izuie sauti yako kulia na macho yako yasitoe machozi, kwa kuwa kazi yako itapata thawabu, asema Bwana. Praise the name of the Lord. Girireria maitho maku, usimwage machozi tena, usilie tena. Mungu akaniambia, hii kazi unasema ni ya bure, ninakuja kuilipa. Mwathani agocwo. Wakati Mungu alininenea, maana nisikia sauti ya Mungu. Alafu nikaenda 17. Weka verse 17. Hiyo ni 16, 17. Nilisoma mpaka hapa. Kwa hiyo kuna tumaini kwa siku zijazo, asema Bwana. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Ngai akinjira atiriri, muiruri onokorwo nduranyona umuthi ri, amen, matuko maroka ri, ndina mubango ni ukunyona. Mwathani arogocwo. Kinjira maundu maku ni mekwagirira. Tiga gukua ngoro, no tige kurira, tiga kugirika, tiga kundiga. Mwathani arogocwo. Wikire hinya, ukira muiruri, thie na mbere na rugendo. Nilichukua Bible yangu nikaoga, nilikuwa ninaishi pale Village Market. Na nikaenda church. Nilikuwa naenda church town kule kwa Bishop Pius Moiro. Nikaenda. Nilipofika kwa Bishop, tulipatana kwa njia. Kama inapotea. Amen. Wakati tulipatana na huyo mtu, akaniambia nimpelekee barua kwa Eldoret Express. Ilikuwa kuna mahali ilikuwa anataka iende huko Bugoma, huko kwa Waruya. Bwana asifiwe. Akanituma nipeleke. Nilipofika kanisani, malalamiko yangu ilikuwa gani? Mungu hanijui, Mungu hajawahi niita. Amen. Kwa hivyo ni mimi nilijileta kwa salvation. Wakati Bishop alienda kuomba, alisema ya kwamba hapa
kuna mtu ambaye anasema Mungu hamjui na anasikia give up na salvation, na ninasikia nikiambiwa jina lake la ubatizo ni Francis, na mimi naitwa nani? Francis Moirore Chomba. Praise the name of the Lord. Akasema huyo mtu ili ajue Mungu anamjua, saa hii umetoka kwa basi za Eldoret, maana kuna kitu ulikuwa umepeleka hapo. Niliinua mikono nikasema, Jehova unanijua. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mimi ninaomba hata kama Mungu atanenea manabii, akunenee kwanza. Praise the name of the Lord. Tondu Ngai akwarĩria mũndũ wa Ngai, haijalishi yale mambo unapitia, lakini Mungu akishatuongea, utapata power, utapata uwezo wa kumjia na kusonga mbele. Praise the name of the Lord. Watu hao walikuwa na Joshua, naamini walikuwa na kipindi kigumu, na ugumu wao ulitokana na ya kwamba Joshua ndiye alikuwa amesikia sauti, sio wao walikuwa wamesikia sauti. Amen. Kwa hivyo Joshua akisunguka anajua Mungu alisema tu mara ya 7 huu ukuta utabomoka, lakini hawa watu hawana uhakika kana kwamba yale Joshua anasema ni kweli. Hawakuwa na uhakika. Mwathani arogocwo. Mimi naomba katika safari yako Mungu asitumie tu watu, hata wewe akutokee. Ngwatanĩro yaku na Ngai inyitane, Ngai akwaragĩria. Mwathani arogocwo. Tondu Ngai angĩkwarĩria, hapa kuna watu ambao Mungu ashawazungumzia, na kwa sababu ya Mungu kuwanenea, watu wao wamekuwa very strong. Hata kama tumepitia majaribu kwa hili church, hawajawahi badilika ama kusikia watahama church. Lakini watu wale Mungu hawajawahi watokea. Vita ikitokea, unawasikia kwa full gospel. Wengine wako redeemed. Amen. Wengine wamefuga kireba. Amen. Bara taishi dige hotana nacio. Lakini kuna mtu anasema ya kwamba kwa sababu Mungu amenionyesha mbele kile anachoenda kukifanya, nitapigana hii vita mpaka nimalize, nifike mahali Mungu alinionyesha. Hii si achiri. Bwana apewe sifa. Amen. Uwezo wa kuyafanya mapenzi ya Bwana maishani mwako, uwezo wa kutenda kama vile Mungu alivyokuambia, uwezo wa kuenenda kama vile Mungu alivyokuambia. Wakati mwingine tunaona wokovu ni kama hasara. Bwana asifiwe. Amen. Sijui kana kwamba mnajua wakati Mungu aliita Yeremia alifika mahali, na kwa sababu ya kupitia vita sana, na akaona watu wale wengine wana raha sana, lakini yeye kwa sababu ameokoka hana raha. Yeremia akafikiria kubackslide. Unajua Yeremia alikuwa amefikiria kubackslide, na ni nabii. Usalimia mwenzako, muulize usifikiria kubackslide kama Yeremia wewe. Praise the name of the Lord. Yeremia akaona watu wote wale ambao tuko na wao wamegeuka. Jioni wanaambiana, wanaulizana wataenda kukunywa klabu gani. Amen. Halo. Jioni wanaulizana wataenda music wapi. Amen. Wanaulizana wataenda wapi. Lakini sasa Yeremia akafika mahali na akasema ya kwamba hata mimi sitakaa hapa tena, hata mimi nitagoga kitu. Praise the name of the Lord. Amen. In the book of Jeremiah 15, verse number 17. Nataka uone Jeremiah na ni nabii amefika mahali akagive up. Na akasikia kwamba atabackside, hata yeye atarudi nyuma. Gutire mundu, hata Jesus mwenyewe kuna mahali alifika akaambia Baba, kama inawezekana hiki kikombe niondolee. Lakini alikuwa amekubali kukinywea mpaka mwisho. Lakini alifika mahali akasema, Baba, kama inawezekana hii kikombe ni gumu, ni chungu sana, niondolee. Jeremiah alifika mahali. Jeremiah 15 verse number 19. 15:19. 15:19.
Amen. Angalia, na huyu ni nabii mkubwa sana. Biblia inasema ya kwamba kwa hiyo hili ndilo asemalo Bwana, kama ukitubu. Mtu ambaye anatubu hajafanya dhambi, ninyi ndiroria mundu rero ahere gutiri kaundu ekite. Haya, akasema ya kwamba ukitubu nitakurejesha. Kwa hivyo kuna mambo alikuwa ameyafanya mpaka Mungu alikuwa amemuondoa katika sehemu yake. Amen. Na ni kwa sababu hii safari ni refu sana, na kuna mambo mengi sana yanatokea, na wakati mwingine unamuita Mungu haongei, unaomba maombi hajibu, unatoa sacrifice hauoni matokeo. Lakini hata wakati huo Mungu anataka umshikilie na ukatalie pale. Haya, inasema ya kwamba nitakurejesha ili uweze kunitumikia, kama ukinena maneno yenye maana, wala si ya gai. Thoma ihau muigwe uria munabii arerwo, wala si ya. Praise the name of the Lord. Unaona, Yeremia alikuwa mtu ambaye ni mwelekevu. Mtu alikuwa ananena maneno ya adri, maneno ambayo yamepimwa, yameangaliwa, detojuge. Lakini saa hii Mungu anaona akiongea upuzi. Mwathani agocwo. Ageithirio cio ngio murie kana ni ariaria upuzi. Nize ushawaongea upuzi wewe na umeokoka. Bwana asifiwe. Amen. Yaani unapata ya kwamba you are saved, umeokoka, lakini unafika mahali unapata ni kama umebackslide, umeacha njia ile ulikuwa unaelekea. Sasa anamwambia kwamba uache kuongea maneno ya upuzi, na yeye ni nabii. Praise the name of the Lord. Utakuwa mnenaji wangu. Watu hao ndio watakao kugeukia, wala si wewe utakaye wageukia wao. Kwa hivyo alikuwa amejiunga na hizo groups, lakini Mungu alimwambia hapana, vile uliamua kwenda mbele, tubu ili na mimi nikurejeshe. Na akamwambia kwamba watu hao usifanane na wao. Amen. Usiwe kama wao, wacha wao wabadilike wawe kama wewe, lakini wewe usiwe kama wao. Wapendwa, nataka kusema ya kwamba hii safari ya mji wa mbinguni ni ya uamuzi. Lakini katika uamuzi, naomba sauti ya Bwana isikome katika maisha yako. Wacha Bwana aendelee kukuzungumzia. Praise the name of the Lord. Hata wakati unajisikia uko down, uko chini, Mungu tu akuzungumzie. Huu wakati Yeremia nabii mkubwa wa Israeli alikuwa moyo wake uko chini, alikuwa amevunjika moyo, alikuwa ameangalia vile watu wanafanya, anaona hapana. Na kwa sababu alikuwa tayari amewaambia kwamba mimi kutoka leo hata sitarudi kwenda hiyo church. Amen. Nimejiunga na nyinyi. Kama ni mzee alikuwa amesema kwamba nitatoa zile mbuzi za wazee, nitafanya kila kitu. Praise the name of the Lord. Takuwa tunaenda bash na nyinyi na whatever. Alikuwa ameamua hayo yote, lakini Mungu akamwambia. Basi hiyo ingine inasema namna gani? Basi hiyo ingine verse number 20 inasema ya kwamba nitakufanya wewe uwe ukuta wa watu hawa, ngome ya ukuta mashamba. Watapigana nawe, lakini hawatakushinda, kwa maana mimi nipo pamoja nawe, nikuponye na nikuokoe, asema Bwana. Mungu akasema kwa sababu ya maamuzi yako, hawa watu watapigana vita na wewe, watakulima. Praise the name of the Lord. Hello? Lakini alimwambia kwamba hata wakipigana na wewe hawatakuweza. Praise the name of the Lord. Na wewe simama imara, hata wapigane na wewe hawatakuweza. Bwana apewe sifa. Maana Mungu yuko pamoja na wewe akuokoe.
watajaribu vyovyote kukupiga, lakini hawatakuweza. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo siku ya leo neno lile sana sana Mungu alikuwa amenipatia nikupatie ni ya kwamba sikia sauti ya Bwana na uitii. Vile Mungu anavyokuambia fanya hivyo. Akikwambia kaa hapa, kaa. Akikwambia enda hivi, enda. Kuna wakati mwingine unaweza shindwa. Mungu anaweza niambia nikae hapa kwa nini? Na vile kuna mashida mengi, na vile kuna mambo mengi, lakini kaa pale. Nilikuwa nasema wakati mwingine salvation unaweza ifanyia mahesabu. Ndio maana tumefika kwa kitabu cha Yeremia. Uone kana kwamba wokovu ni hasara, na uamue kuyafanya mambo mengine ama kupita njia zingine, lakini wokovu wako una faida kubwa sana, sio kwako tu, mpaka kwa wale wamekuzingira na pia kwa marafiki zako na kwa familia yako pia. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Siniwape ushuhuda mmoja nimalize. Baada ya kuwa ninaangalia hayo mambo, hata kuna wimbo nimeimba. Volumu yangu ya 5, kuna wimbo mmoja uko hapo. Unasemanga ya kwamba baada ya kuomba sana na kuteta mbele za Bwana sana, Mungu akanitokea akaniambia kwamba Mwiruri, sio maombi yako sijasikia. Amen. Na sio ya kwamba sijaona yale unapitia, lakini nimeipanga siku ya kuja kukuondolea haya mambo yote. Inagauga atiriri, thutha wa kuhoya na gutetia Ngai akinyumirira akiguũrĩria ũndũ ũyũ. Amen. Praise the name of the Lord. Ngeendie kuina. Bwana asifiwe. Ndikoigua ta iguĩte, ndikuona atonete. No Ngai akĩnjĩra mothe nĩndĩmoĩ, eterera mũthenya. Sasa chorus ninasemanga ya kwamba Mungu, ninajua ya kwamba umepanga siku ya kumaliza shida zangu, lakini moyo wangu kitu ambacho hauna nguvu, ni nguvu za kungojea hiyo siku. Sasa ninamwambia Mungu nitie nguvu, amen, na unipe uwezo wa kungojea hiyo siku ambayo utakuja kuondoa haya mambo ndani ya maisha yangu na kunitendea hayo ambayo nimekuwa nikitamani. Mwathani arogocwo. Na Mungu alikuja. Sasa after kuimba huo wimbo na after hayo maombi yote na after kuona kana kwamba wokovu ni bure, ilifika mahali mamangu akaenda kwa shamba kulima. Na alipoenda kwa shamba kulima, alipokuwa analima, anasema ya kwamba kuna kachupa aliona. Kwenda kukashika tu akatoe, mamangu akaparalyze. Pande ile alishika hiyo ako kachupa akaparalyze. Na akawa one side, haiwezi fanya jambo lolote. Mamangu alitolewa kwa shamba na wamama, akapelekwa kwa nyumba. Madhani ya gosha. Tumsifu Yesu Kristo. Hebu salimia mwenzako, mwambie wokovu wako ni faida sana. Msalimie vizuri, mwambie usimwache Mungu wake. Mwambie utakuja kuwa msaada kwa mtu. Mwambie hata kama si pesa utampatia, maombi yako yatamuinua mahali. Praise the name of the Lord. Sasa sikia hii testimony. Baada ya mamangu kulogwa, maana huo ni uchawi alishika, na hakuwa na power ya kupambana na ule uchawi. Mimi nilitoka Nairobi nikaenda Kinangop. Kampata mamangu kweli yuko pale amelazwa pale. Ana uchungu. Akaniambia kwamba Mwiruri, nimewalea kwa shida nyingi sana. Nipeni ruhusa niende nikapumzike. Praise the name of the Lord. Nilimwangalia mamangu nikamwaga machozi. Siku hata nimeoa, nilikuwa kijana. Nikamwambia mama, watoto wangu wanataka shosho. Hiyo testimony ndio iko na shida. Hata ni testimony iko na shida. Amen. Hata wakigoga tutamaliza tu. Hebu pia mwenzako, hebu shuhuda utasikia. Praise the name of the Lord. Nimesema mamangu akarogwa.
na akawa paralyzed. Lakini akiwa paralyzed, nilipoenda ushago nikampata, kamwambia kwamba mama, watoto wangu wanahitaji shosho. Na jambo lingine, Mungu aliniahidi atanibariki. Kamuuliza mama, kama nitabarikiwa ukiwa hauko hai, nani atakuja kufungua boot ya gari yangu? Praise the name of the Lord. Nani atakuja kufungua boot ya gari yangu atoe kile ambacho nitakuwa nimebeba? Nikamuuliza mama, ni nani atakayekuwa qualified kukula mali yangu kama sikubeba? Bwana asifiwe. Kwa sababu ya ile salvation, wapendwa, ambayo nilikuwa ninaona haina faida, nilienda kwa kitanda ya mama yangu nikainama hivi, nilimuombea. Amen. Vile nilikuwa ninaona Bishop Moiro akiombea watu, nilimuombea hivyo, na Wairimu vile alikuwa naombea watu kule Uhuru Park. Alafu nikamwambia mamangu, simama twende kwa jina la Yesu. Nataka nikwambie, mama yangu akasimama na akapona hapo hapo. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Na mpaka wa leo mama yangu anaishi. Amen. Sasa anafungua buti ya gari yangu. Vile tu niliona, Mungu alinibariki. Anafungua buti, anatoa mali, anakula. Praise the name of the Lord. Huaga ninashukuru. Mpaka nikaambia Mungu ya kwamba sitahesabu tumezaliwa tukiwa wasaba. Mimi nitahesabu ni mimi nimezaliwa na huyu mama, na nitakuwa ninamsaidia na chochote atakachohitaji hapa duniani. Wapendwa, your salvation, hata kama hauna pesa, sisemi ukose pesa, lakini hiyo tu wokovu uko nayo ni msaada kwa mtu. Praise the name of the Lord. Kama sio wokovu na kama sio kukaa vizuri na Mungu, mamangu saa hii angelikuwa kaburini. Amen. Lakini kwa sababu ya ile salvation, ile nilikuwa ninaona inanitesa, ile nilikuwa ninaona kama kukaa na Yesu ni bure, wakati niliona mamangu ameponywa na maombi yangu, nilipata nguvu sana. Mwathani arogoco. Kwa sababu mji wetu mji wetu tulikuwa tunakaa ni wa Warogi. Wakaroga mama mwingine tena hapo chini, na yeye alikuwa amekaa kwa nyumba miezi karibu miwili. Nilikatoka tu Nairobi nikaambiwa na mama. Mama akaniambia, si walifanya fulani vile walikuwa wamenifanya? Kamuuliza ako wapi? Ako kwa nyumba. Ambia ita watu wajue ya kwamba you have son ambaye ako na power. Bwana sio. Wakaita watu wa kijiji, wakakuja. Nilienda huko wapendwa nikiwa nimejijaza. Si niliona Mungu anatenda. Nikapata huyo mama. Nikauliza watu, mnajua Yesu yupo na anaweza? Wakaniambia ndio. Nikamwambia in the name of Jesus. Nilikemea hiyo mapepo. Wakati wote sikuwa najua kunena na lugha vizuri, sikuwa nimejazwa kabisa, lakini nilikopa zile lugha ninasikiaga Moiro wakiomba nazo. Bwana asifiwe. Dalilie nathio misio. Epo mundu ni akombaga brother. Ebu pia mwenzako saa zingine unakopa kunena na dimi bwana. Bwana asifiwe. Nilinena na dimi huko. Alafu nikaombea huyo mama. Nikamwekelea mkono. Wakati nilimwekelea mkono, akasema ya kwamba anasikia kunini, na mama hakuwa anaweza hata kutembea. Amen. Bwana asifiwe. Tukiwa kwenye maombi nikaambia watu tuendelee kuomba, apelekwe choo na arudi, maana alisikia kunini. Bwana asifiwe. Anasema alipoenda kwa choo, aliporudi alituambia kwamba nimepiga mabomu huko. Unajua mabomu? Amen. Kuna wakati mtu anakuranga vitu, ukienda huko inakuwa tu ni mabombo. Anasema zile mabombo alitoa huko, akirudi alikuwa sawa. Praise the name of the Lord. Akitoka kwa hiyo toilet, akirudi mahali tulikuwa tunaombea, mama alikuwa amesimama, anatembea vizuri na ako sawa. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Nilipoona vile Mungu wangu anafanya, nikatamani sana kukaa ndani yake zaidi na kumtafuta zaidi. Na ndio maana mpaka wa leo nasikia kutafuta uso wa Bwana. Kwa maana sijui ni nani atakayesaidia leo kwa sababu ya salvation yangu ama siku ya kesho. Praise the name of the Lord. Rafiki yangu mpendwa, kile ninaweza nikakwambia, wokovu wako ni faida kubwa sana. Kumfuata Mungu kwako ni faida. Hata kama unaona hakuna kitu inafanyika, endelea kumfuata Mungu. Hata kama watu wanakuambia ni mjinga, endelea kumfuata Mungu. Huu ujinga kuna mahali utakuja kukusaidia.
Praise the name of the Lord. Sisi na teens wa huku tuna slogan, tuna neno ambalo tunaliongea na tunasemanga ya kwamba wokovu si ujinga, na hata kama ni ujinga mimi unanisaidia. Etoranyitana. Wokovu si ujinga, na hata kama ni ujinga mimi unanisaidia. My friend, kaa vizuri na Bwana. Kuna mtu utakuja kusema aishi na aishi kwa sababu yako. Kuna mtu ambaye utasema ya kwamba my God, ponya huyu, na Mungu amponye kwa sababu yako. Kuna mtu utamwambia Mungu ya kwamba huyu afanikiwe, na afanikiwe kwa sababu yako. Kwa hivyo tusunguke ukuta bila kuuliza maswali. Tukae kwa Mungu, tukae na salvation bila kuuliza maswali. Kama ni giving, give bila kuuliza maswali. The time is coming, utaanza kuvuna ulichokipanda. Mwadhani ya rogoso. Haleluya. Unajua waliopanda maharagwe, ikimalizika miezi mitatu watakuwa wamevuna. Si ni kweli? Na waliopanda maembe na avocados 2 years old, 3 years. Uliza mwenzako ulipanda nini? Mwadhani ya gosho. Alafu nikwambie kitu. Wewe ukianza kukula kama ni avocado ama ni maembe, utakula mpaka Kristo arudi. Lakini huyu wa maharagwe, every time atakuwa naenda kulima na kupanda. Alafu hii yake haiwezi wekwa sana. Hapana, itaanza kushambuliwa na madudu hata kabla miezi 2 haijaisha. Kitu chochote unaona umegojea sana ni kitu cha maana na utakikulia milele. Praise the name of the Lord. Kuna watu ambao hata uonanga kana kwamba wamesahaulika hata kwa nyumba ya Bwana, hata katika area za kuoa na kuolewa, lakini wakati ambao Mungu atampatia mtu, atakuja kusema my God, afadhali vile kifulani kiliniacha, afadhali vile kulienda. Praise the name of the Lord. Hata unaweka picha yako hivi na yule ambaye ulikuwa unafikiria ni yeye, unasema Mungu, hata mimi nilikuwa nimepotea. Mtu kama huyu tungepelekana wapi? Praise the name of the Lord. Hallelujah. Salimia mwenzako, mwambie gojea, gojea, gojea. Mwambie gojee. Mwambie acha haraka bana. Praise the name of the Lord. Mungu ana mpango mzuri na maisha yako na atakufanikisha. Suguka ukuta. Ukifikisha mara ya 7, siku ya 7, ukuta lazima utaanguka chini. Na labda uko siku ya 5. Labda kuna mwingine hapa hata ako siku ya 2. Kuzunguka ukuta. Amen. Kwa hivyo huyu hata akilia, ukuta utaanguka. Hata akishout, ukuta utaanguka. Mpaka afikishe mara ngapi? Mara 7. Na mwingine labda ako mara ya 6, siku ya 6. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo kuna wengine wamekaribia baraka yao sana, na kuna wengine ambao bado wako mbali na baraka yao. Sio kwamba haiko, lakini sasa kama hii ndio baraka yako na uko hapo. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Na sasa umeketi, umekaa chini. Unyoshe mkono tu uchukue hii baraka. Unyosha mkono uchukue. Na nĩ mũno ũrĩa mũratambũrũkia mũtekwenda, tareke nĩmũhe mbia nyone. Ĩno kile. Ndio hii 1000. Bwana asifiwe. Sinyoshe mkono uchukue. Unafikia? Bwana asifiwe. Haya, ili uifikie unatakiwa kufanya nini? Ha? Bwana asifiwe. Ili uifikie unatakiwa ufanye nini? Jambo la kwanza, usimame na uanze, ndio uweze nini? Bwana apewe sifa. Na nimemaliza na hakuna mtu amefanya hivyo. Si nimeirudisha kwa mfuko. Amen. Hivyo Bwana asifiwe. Mwadhani ya gosho. Kwa hivyo ndivyo tu tunafaa kufanya. Kuna watu wengine baraka ziko, lakini unafaa tu ufanye uamuzi wa kusimama na kutembea mahali baraka yako ipo, ndio ifikie na uweze kuinyakua.
Lakini ukikaa tu hivyo, Mungu atabaki kuwa Mungu na atabaki kuwa nabarikiana. Unajua leo hii si tunasema hakuna pesa, lakini leo kuna mtu ambaye amenunua gari ya milioni 10 na kitu. Leo kuna mtu anajenga nyumba ya mamilioni. Leo kuna mtu ambaye ako mahali wanabageni vile watanunua shamba, na wewe uko tu hapa. Bwana asifiwe. Leo kuna mtu ambaye ile deal wamewekelea hivi ni ya mabilioni ya pesa, na watu wanasema, my friend, wacha nikwambie, pesa iko, chukua hatua uende mahali ipo, maana ipo. Mwadhani ya rongoso, chochote unahitaji kiko, lakini lazima uchukue hatua. Mungu akusaidie na akuonyeshe njia, amen, ya kufikia baraka yako, maana ipo. Ukuta wako ujue ni ugani, uweze kusunguka mara hiyo ambayo tumeambiwa na Bible, na ndio uweze kuanguka, na usiwe na haraka, na usiusukume. Yote aliambiwa kazi yenu ni kusunguka tu, msisukume. Amen. Nyinyi mkifikisha huo wakati mara 7, siku ya 7, na mpige kelele, utaanguka wenyewe. Hivyo tu ndivyo Mungu anataka. Kwa hivyo uwezo wa kutii na kuyafanya mapenzi ya Bwana, utamuona Mungu kesho kama hujamuona leo. Tuko pamoja? Amen. Siniseme hivi, utamuona Mungu jioni kama hukumuona asubuhi. Amen. Na kama hukumuona jioni, anaweza akakuja usiku. Bwana asifiwe. Kuna usiku nililala na ma-stress, nilikuwa na pesa nilikuwa nahitaji, nikalala na ma-stress, lakini nikaambia Mungu, my God, si tu nibariki na pesa. Siku hiyo niliomba, nikaona maombi yote ile ninajua imeisha. Nikakumbuka wakati nilikuwa Mkatoliki, tulikuwa tumefuzwa na father. Kuna mahali tulikuwa tunafika kwa rosary, unasema Baba wetu uliye mbinguni mara 7. Amen. Bwana asifiwe. Niliambia Mungu atasemi mara 7. Nataka kuisema mara 70. Hii Baba wetu uliye mbinguni. Nikasema Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Nikasema mara ya 2, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7. Na kwa maana nilikuwa kwa kitanda nikisema, hata sijui kama nimemaliza, lakini niliendaenda. Praise the name of the Lord. Niliendaenda na nikapata nimelala. Kabla sijaamuka. Amen. Hata hayo maombi yote, kabla sijaamuka, nilikuwa na 1000 zaidi ya 200. Zilitumwa kwa simu yangu na mtu. Ndio kai. Kayeku. Mwadhani ya goso. Wacha ma stress ati unakuwa na stress ni kulala tu. Kama unalala ukiomba. Na kama umeshindwa na maombi haya mengine, rudia hilo ombi. Ni nzuri sana na lina nguvu. Nirudie mpaka usikie kwamba sasa unalisema kama ni kukunywa nini? Maji. Afa ituri iguru itore kuria murotha maki wakuoke. Wewe, sisi kwetu ungekula kabla hujarudia hiyo maombi yote. Lazima ungesema hiyo rosary yote iishi ndio ukule. Hakuna chakula bila kuisema. Amen. Praise the name of the Lord. Salimie tena, mwambie Yesu akusaidie. Yesu akuonekanie. Mwambie na asikupite tena kuanzia leo na kuendelea. In Jesus name. Tuombe tuweze kumaliza. Inamisha uso wako ujiombee na mimi nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimekushukuru sana kwa sababu ya ujumbe wa siku ya leo. Ninaamini kuna mtu umesaidia mahali, kuna mtu umezungumza naye mahali, kuna mtu Bwana wa majeshi ambaye umekirimia neema mahali. Bwana, ninaamini ya kwamba kuna mtu umetia nguvu katika hii safari ya mbinguni, Bwana wa majeshi. Kama Nehemia alifika, kama Jeremiah alifika mahali akasikia kwamba amegive up na maisha ya salvation, maisha ya righteousness, my God, ninaamini ya kwamba hakuna mtu duniani anaweza kuwa ana nguvu asiishiwe na hizo nguvu, Bwana. Lakini leo ninaomba kwa ajili ya wote ambao wamepungukiwa na nguvu, wote ambao
ambao wanasikia kama wamekata tamaa, wote ambao wanasikia kama wamefika mwisho wa maisha yao, Bwana ukatengeneze njia, Bwana ukatende muujiza, Baba ukaweze kuonekana katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwa ajili ya wanaozunguka ukuta, ili ukaweze kuwapa nguvu na kuwasaidia. Bwana, wokovu ni kuzunguka ukuta, na mpaka tufikishe mara ya saba Bwana wa mbinguni, na kupiga kelele, ni ukuta ukaweze kuanguka wenyewe. Muonyeshe yule dada, huyu ndugu, kile anachofaa kukifanya kwa ajili ya ukuta wake, ili ukaweze kubomoka. Ninaombea wadugu hawa na wadada hawa wakaweze kuona mkono wako kuanzia leo na kuendelea, wapate nguvu za kuyafanya mapenzi na mausia yako, Bwana wa majeshi. Wokovu wetu ni faida, hatutauachilia. Ni faida kwetu Bwana, ni faida kwa watu wetu, ni faida kwa marafiki zetu. Wokovu wetu ni faida, ni faida Bwana. Ninaamini siku ya leo ya kwamba Bwana, hii faida itapatikana kwa kila mmoja wetu. Bwana ni asante. Wabariki watu wako na watende mema, watie nguvu pamoja na mie Bwana za kuendelea na hii safari ya mbinguni. Bwana wa mbinguni, kule tulikuwa tumeregea, tutie nguvu. Kule tulikuwa tumeshindwa, kuja utuwezeshe Baba, kuanzia leo na kuendelea. Tuwezeshe na utusaidie, na ninaamini yote yatafanyika. Ponya watu, bariki watu wako, wakomboe na watende mema, wafungulie milango ya kazi, wafungulie milango ya baraka. Tuma customer kwa ajili yao katika jina la Yesu. Bariki kazi za mikono yetu, bariki Bwana wa mabwana lolote tulifanyalo. Asante Bwana, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Wote tuseme tena amen, 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 amen. Bwana wabariki sana na watende mema. Pastor Steve, kuja utumalizie. Amen. Si tumpe Yesu makofi. Bwana asifiwe. Kabla hamjaachana na yule mko karibu na yeye, usalimie tena, mwambie, na ukinunua lunch nitafurahi. Amen. Tupigie askofu makofi mazuri.